tena katika kipindi kigumu, kipindi ambacho mimi nakuhitaji, kipindi ninachohitaji faraja kutoka kwako, kipindi nilichompoteza mtoto wangu. Hivi unajua nilipitia mangapi? Unajua ni jinsi gani uliniumiza? Unajua nilijisikiaje? Wewe ndio ulikuwa kama ndugu yangu, mzazi wangu, tumaini langu la mwisho. Suma, ukafanya nini? Sijapenda kuacha peke yako. Shukuru ndugu yangu, nimekwama na wewe ndio kimbilio langu. Nilikuwa na shida kidogo, unajua pale nyumbani kwangu sasa hivi riziki zimekuwa shida. Alafu kizingatia mke wangu ni mjamzito. Mimi binafsi naweza nikavumilia njaa, lakini sio yule mwanamke. Kwa nilikuwa nahitaji kukomesha kidogo. Kama naweza nikapata mchele hata nusu na robo, vijidagaa kidogo na vinyanya, basi ili mradi tu yule mwanamke jipatie riziki. Pesa yako nitakupatia. Lazima nitakupatia. Kwa sababu hiyo ni haki yako. Lazima utaipata. Yaani nyinyi mnakuwa tabu sana. Hadi mnapokuja kukopa hapo mnaongea maneno mengi sana. Wewe tunakulipa kesho sijui nini na nini. Alafu mwisho wa siku wameonekani. Yaani yeye kukopa harusi, ulipa matanga. Sawa, nitakupatia bwana. Ila sasa useme siku gani unakuja kulipa. Nafikiri siku mbili tu hizi zinakupa. Nakupatia yote. Na kulipa deni hili na nitakupa na madeni ya nyuma yote nakupatia. Wewe ninakwambia. Unasema kabisa siku mbili hapo. Kwanza mnaoa vipi wanawake alafu kuhudumia mwawezi? Mnaoa vipi? Acheni wanawake za watoto za watu. Wanakuja wanashindana njalo. Sawa, nitakupatia. Ulikuwa unahitaji nini na nini? Mchele hivi kama kilo 1.5 hivi au na robo, vijidagaa kidogo na nyanya, vitunguu na mafuta pia kama itawezekana. Sawa bwana. Wewe nikupatie. Nitashukuru sana. Unajua? Mwenyezi Mungu anasema riziki mtafuta mja kama vile umauti jinsi unavyomtafuta. Usimwona mke wangu? Nimeenda kupambana, Mwenyezi Mungu ametupa riziki. Ufurahi kuwa cha mtume leo. Yaani uwezi tu kukaa na njaa kutwa nzima. Au siku nzima Mungu anakupa tu riziki. Kwa mke wangu usijali. Mwenyezi Mungu kila kitu amekipanga. Kalamu yake imeshamaliza kila kitu. Maisha ambayo tunaishi mimi na wewe, Mwenyezi Mungu ameshayaandika. Kila kitu kiko sawa. Umeelewa mke wangu? Kwa hiyo tuendelee kuishi kwa matumaini mazuri. Usiumie kila saa kwa mawazo. Sawa? Mimi mume wako niko pamoja na wewe. Na najua kitu gani hasa kinachonifanya mimi nazidi kujiona mtu mwenye fahari. Kwa sababu tu nimekupata mke mwema. Ni mwanamke ambaye uko katika misingi ya dini. Unafahamu kila kitu kuhusu ndoa. Unajua nijisikia niishi na mimi. Na pia nguvu nyingi nazipata kutafuta riziki ni kwa sababu tu ya maneno yako matamu. Unanipa nguvu. Unanipa moyo sometimes mbali na kuhisi kukata tamaa. Wewe unanipa nguvu. Na mimi pia nakujaza moyo. Endelea kwa hivyo hivyo. Ili mimi nijione tajiri. Nijione mtu ambaye nimegewa zawadi kubwa na Mungu. Mwisho kabisa nataka ufahamu kitu kimoja. Unajua mapenzi katika nyumba ni sawasawa kama vile ni shamba. Kila siku linahitaji kupaliliwa. Kila siku ya Mungu inapaliliwa kwa maneno matamu. Pale unapohisi umemkosea mwenzako, basi unajirudi kumwomba msamaha. Mapenzi vile vile ni uaminifu. Unajua mapenzi ni vile wewe unataka yawe. Na wala mapenzi hayaoti kama uyoga. Bali mapenzi ni shamba ambalo kila wakati linahitaji kupaliliwa. Mwisho wa siku litoe mavuno yenye kuendelea. Ukweli na uaminifu ndio nguzo pekee yenye kuimarisha mnara wa mapenzi. Ukiwa mkweli utakuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu
utakuwa mkweli. Lakini pia nini kitu kinachoitwa msamaha? Msamaha ni sawasawa na jembe lenye kupalilia magugu na kuzunguka mmea wa mapenzi, na ndio maana napenda sana kulitumia jembe hili pale napohisi nimekosea. Je, nikuulize swali, sijawahi kuomba msamaha ninapohisi nimekosea? Kweli eh? Lakini vidume wengi wanakuwaga wanashindwa kujishusha kwa wake zao, hawajui kuomba msamaha, hawajui kusifia. Lakini mimi nashukuru Mungu, moyo wangu umeufanya umekuwa mnyenyekevu kwako. Ninapohisi nimekukosea lazima nijishushe. Wewe unafikiri bahati kama hii ikija kunitoka nitajua kitu gani kingine na Mwenyezi Mungu? Sawa, Mungu kaninyima mali, sina pesa nyingi, lakini kitendo cha kuchukua mwanamke kama wewe ni utajiri tosha. Sikufichi, hakika umeniweza zawadi. Wewe ni zawadi yangu. Mtume ametuambia msifie mke wako, tena kwa maneno matamu. Hii ni sunna, ni sunna ya Mtume, na mimi ndo naitumia vizuri hii sunna. Wewe unafikiri kuna mtu asopenda kuwa karibu na Mtume siku ya mwisho? Na ukipenda kuwa na Mtume karibu siku ya mwisho, dumu katika sunna zake. Na ndio maana mimi nadumu katika sunna zake, kusifia, na kujali mke wangu, na kusaidia kazi mke wangu, na kupikia mke wangu, na kufulia, nasafisha uwanja, nachota maji, na kusaidia kuonea huruma mama, kula basi kidogo. Pole sana. Asante, nimechoka. Mume wangu ndio kusana vile vifaa kwa ajili ya kujifungulia. Unajua muda umeenda, na wiki chache tu hapo sasa. Kweli nafahamu hilo mke wangu. Najua najitahidi sana kupambana, lakini mambo yenyewe yamekuwa magumu sana. Kila njia ninazopita zimekuwa ngumu. Kazi zenyewe sasa hivi zimekuwa adimu, vibarua vipatikani. Lakini yakutoe wasiwasi, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Hiki kipindi kigumu ambacho tunakipitia, kuna kipindi kitakuwa chepesi kabisa. Mtihani ambao Mungu ametupa, tukiufanikiwa tu kuupita salama, anatupandisha daraja. Kwa sasa nahitaji kwenda kwa rafiki yangu anaitwa Kanali. Huyu ana msaada mkubwa sana kwangu. Kuna kiasi cha pesa atanipatia. Hii pesa ambayo atakonipatia nitaiongezea ili tuweze kupata vifaa vyote. Uende ukajifungue salama. Sawa? Napenda sana mke wangu ujifungue salama, kwa sababu kilichokuwa katika tumbo lako ni damu yangu mimi. Kama ni damu yangu, lazima kitabeba kila kitu ambacho kinahusu mimi. Kama atakuwa wa kike, lazima nitampa jina la mama yangu, na atabeba kila kitu ambacho kinahusiana na mama yangu. Kwa hiyo utamdekeza kama unamdekezaga mimi? Anaweza akakuzidi. Nitaona wewe. Kweli? Basi nitagawa upendo nusu kwake, nusu kwako. Ili ni mwadilifu. Nimechoka bwana mwenzangu, acha kunichekesha. Kweli? Kukuchekesha huo ndo wajibu wangu, kwa sababu unajua japokuwa na ufukara ambao tunakuwa nao, lakini nikitazama tabasamu lako, nikitizama macho yako mazuri, uzuri wako wa sura, urefu wako, unyenyekevu wako, najiona bonge la tajiri katika kijiji, na hakuna mtu mwingine yoyote wa kunifikia utajiri huo. Yote ni kwa sababu kuwa na mwanamke mwema. Asante. Nakupenda sana. Okay. Wacha basi nikuache nende nikamwaje jamaa asija kaondoka. Kuna niache tena peke yangu. Lakini ondoka kwa jambo ambalo lenye manufaa kwetu sisi, mimi na wewe na mtoto wetu pia. Sawa, asante sana. Usiniongee. Sawa pia. Niombe Mungu kila kitu moja ninaopiga zishikilia. Sawa. Usifanye kazi yoyote mpaka nimechoka. Hata kama uliambiwa kufanya mazoezi, lakini usifanye mazoezi. Kazi zako nyumbani zote nitazifanya. Nitafagia uwanja, nitachota maji, nitaosha vyombo, hata kupika pia nitapika. Uniombee Mungu kila hatua ninayopiga nizidishwe.
Ndugu yangu, kama unavyojua mke wangu sasa yuko katika mazingira magumu sana, yupo katika nyakati za mwisho. Alafu mazingira yangu mimi sio mazuri kiukweli. Kama unavyojua sina kazi wala sina kibarua, na msaada wangu wote upo kwako. Wewe ndo ndugu yangu. Kunichoka mimi ni sawasawa na kuzizuia rehema zisiendelee kuja kwako. Kwa hiyo mimi nafikiri tuendelee tu kwa pamoja, kwa sababu kuna vifaa ambavyo vinahitajika mke wangu ili aweze kwenda navyo hospitalini. Sasa vile vifaa mimi sijavikamilisha kabisa yani. Yaani nimezidi kuchanganyikiwa. Kila ninapoenda kwangu kumekuwa kugumu yani. Yaani kugumu kweli. Naomba msaada wako. Bwana Suma, pole sana na matatizo yalikufika ndugu yangu. Hilo kwa binadamu ni tatizo kubwa sana. Mimi nikupe tu pole. Na kabla ya yote, mimi Bwana Suma nataka nikushawishi kitu kimoja tu katika ulimwengu wetu au katika kijiji chetu. Katika kijiji chetu Bwana Suma, ukistaka kila siku ukapiga hodi kwa mtu fulani, ukapiga hodi kwa mtu fulani, itakuwa mambufu. Lakini umeona ngoja niende kwa ndugu yangu Bwana Kanali, atanisaidia hili tatizo. Kweli mimi bwana tu, wewe siwezi kukutupa mkono hata siku moja unapokuja na jambo kama hilo. Hilo ni shida kubwa. Mimi nimelipokea swala lako na nitakusaidia kwa ujio wako. Lakini kingine, mbona kazi nyingi bwana, wewe unang'ang'ania kazi moja? Kwa nini unang'ang'ania kazi moja? Using'ang'anie kazi moja, kuna kazi nyingi, kuna kazi za kukata mkao huko polini. Vijana wengi sasa hivi wanakata mikao huko polini. Na kingine, kuna vijana wengi sasa hivi wanabeba mikao katika bodaboda. Unafika hapo Kauzeni, utakutana na kina mzee Ndazi. Unakatia ushuru vile babako vinano, ukifika Gongo Mboto unauza kiloba 20. Hakuna shida yoyote. Ukiona hivyo Bwana Suma, umepita kinyume cha sheria. Ndio maana tunaona serikali ina ukorofi, haina ukorofi. Jitahidi kwa hilo bwana. Mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Ndio. Lakini hiyo kazi ya kusema kwenda mimi kuingia polini kukata miti, serikali kila siku inatuelimisha kwamba ukataji wa miti ovyo sio jambo zuri. Kwa hiyo ni uchomaji wa miti kwa ajili ya kuna nini kaa, si biashara nzuri kiukweli. Alafu kizingatia mimi mke wangu ni mjamzito na yupo kwenye hatua za mwisho. Sasa unafikiri kibahati mbaya mimi ndo nikakamatwa nikapelekwa jela Wewe unafikiri itakuwaje? Si ndo nitaenda kuozea jela huko? Alafu mimi mke wangu atajifungua, mtoto wangu mimi sitomuona, atasikia tu babaki yupo jela, babaki yupo jela. Wewe unafikiri hiyo ni hatua nzuri? Sio hatua nzuri. Alafu kizingatia ni hiyo biashara bodaboda unazungumzia hiyo. Hiyo ndo hatari kweli hiyo. Yaani hiyo ndo watu kila siku wanakufa hiyo. Juzi tu hapo tumemzika huyu mtoto wa nani? Mtoto wa huyo wa mama Jumanne huyu. Yule mtoto wake wa mwisho yule. Yule mtoto alikuwa bado mdogo ujue yule, lakini kaja kwenye pikipiki umeona amekufa. Kwa hiyo yote kwangu mimi naona ni kuhatarisha maisha yangu na nitashindwa kumwona mwanangu. Ila nashukuru kwa ushauri wako. Umenipa tu ushauri mzuri. Bwana Suma, sikiza nikwambie ndugu. Wewe mimi ndugu yangu wa damu. Mimi siwezi kukupa ambaye biashara ninajua ndugu yangu anaweza kupata majanga, siwezi kukuingiza katika biashara hiyo. Na uhakika ndio maana nikakwambia ushike shoka uende polini. Wangapi na wangapi kwani wanafanya kazi zile? Kwa nini unakuwa mwoga au kwa nini unielewi ndugu yangu? Kila siku unafikia matatizo yatashalini. Mimi bwana, hicho kiasi cha pesa ulichokitaka mimi nitakusaidia. Lakini ndugu yangu, jitahidi nawe ninakwambia mimi zingatia. Mimi siwezi kukutosa wewe nikakupa kazi ambayo haifai katika ulimwengu huu. Niamini ndugu yangu. Sawa. Niamini ndugu yangu bwana. Tu mimi na wewe damu bwana. Ala. Kwa nini ndugu yangu mimi nikutose? Yaani nione biashara hii haifai leo nikwambie ufa hapa. Hii bwana hela shika atakusaidia uendako bwana. Fanya haraka sana katatue tatizo lako. Na usichoke kunifuata mimi ndugu yako bwana. Usiwe mnyonge kwa hilo. Nashukuru sana. Ndio. Hiki ulichonipa sio kidogo, hiki ni kikubwa sana kwangu. Unasema kweli? Hiki ni kikubwa. Basi sawa. Mwenyezi Mungu akuzidishie. Amina. Sawa. Inshallah. Karibu sana. Naenda zangu. Karibu sana bwana. Sawa. Karibu sana bwana. Usichoke. Kwa nini unichoke bwana? Dogo na kuofisha mipango huko ndani bwana. Wacha tuende nikaa. Bwana Suma. Haya bwana. Sawa bwana. Karibu tena. Asante, shukrani. Haya bwana. Huyu ndugu yangu Suma huyu. Haya matatizo kila siku yanamvamba yeye. Kila siku yanamvamba yeye. Kwa nini ndugu yangu kila siku matatizo yanamjia yeye? Au amerogwa katika kijiji? Sasa basi kama karogwa aje anambie bwana Kanali, mimi mwanzo nina shida 1 2 3, mimi nitamsaidia, lakini ndugu yangu mimi simuelewi. Nikimwambia fanya hivi anielewi, fanya hivi sasa huyu bwana. Lakini mimi ndo kashakuwa ndugu yangu. Asipokuja kwangu ataenda kwa nani? Sawa bwana. Lakini haya Mungu ndo mpangaji.
Lakini simcheke mwenzangu, nisimcheke mwenzangu jinga, kumbe na mimi sijui nitapotokea. Yule ndugu yangu nitampokea, nitaendelea kumpokea hapa. Tafanyaje? Udongo unaletea jana na michanga na nipataje kununua? Basi yule dogo naye nilimwagiza akaenda kunichukulia. Wewe unafikiri hajachagua wewe mzuri? Lakini wewe utanilinda kutoka utupa bure maana utoe. Nimeshakukataza usipende kula mingi hiyo. Wewe unipenda tu. Sina sasa nimepunguza na kula hivi. Ulikuwa mkubwa mpaka umefika hivyo, sio mchezo. Wewe dongo lote ile maji ilikuwa dongo kubwa, mlipungana mpaka limekuwa hivi. Sasa mwisho wa siku yule mtoto atatoka sasa nywele zote zimetapaka udongo. Basi mtoto mwenyewe anapenda. Anapenda wakati wewe unakuwa. Au unataka uzoe nyumba? Uzoe nyumba udongo. Kesho mshindaji. Mbona kama uso wako hauna nuru? Kiwangu. Kama unavyojua. Ndio kiasi ambacho nilichokipata kwa leo. Mwenyezi Mungu ametuandikia riziki hii. Ni kiukweli mwanangu. Sifiki. Mimi nachanganyikiwa sana. Nachanganyikiwa na hofu mtoto wangu. Najiofia mwenyewe. Na hofu pia naweza nikatoka na damu nyingi kwa sababu muda umeshaisha mwanangu. Unaelewa? Muda umeisha. Naogopa sana mwenyewe. Tukifanya masihara tukapoteza mtoto au kanipoteza mimi. Mungu apushilie mbali. Lakini kama tutakamilisha hivi vitu sijui hata. Bwana usiseme hivyo. Lakini nimejitahidi sana kupambana. Nimeenda kila sehemu. Kila kitu nimejitahidi kukifanya chenye uhalali kwangu. Lakini sikufanikiwa. Unajua Mwenyezi Mungu ametuangalia mtihani. Tupo katika kipindi kigumu, lakini kitaisha. Mimi sihitaji kumpoteza wewe, na wala sihitaji kumpoteza mwanangu. Hiki kiasi cha pesa tutakitumia kwa ajili ya chakula kwa leo. Na kuhusu vifaa, tutakamilisha tu, wala usijali. Sasa usilie. Unajua nikwambia kitu kimoja. Nishawahi kukwambia wewe ni zawadi yangu. Mwenyezi Mungu ana makusudi yake kunikutanisha na wewe. Wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio maisha yangu. Wewe ndio pumzi zangu. Wewe ni moyo wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Sihitaji kukupoteza. Sihitaji kumpoteza mwanangu pia. Mwenyezi Mungu hata atoe kila kitu katika hii dunia. Mwenyezi Mungu hata aiondoe milima yote, aondoe watu wote katika hii dunia, aiondoe almasi, aziondoe dhahabu, lakini akikuacha wewe tu zawadi yangu, mimi nitaishi. Na kwa pia nitaishi. Na nitaishi maisha mazuri tu. Ndio furaha yangu. Odi. Kanali. Karibu bwana Kanali bwana. Vipi? Fresh. Vipi dogo? Fresh kama kaka. Uko poa? Uko poa. Vipi kaka? Fresh. Kenda wapi? Baba mimi naga toka asubuhi hapa enda shamba kwa kufeka kidogo ila mpaka sasa hajarudi. Basi akijaribika kitu kama kija utamwambia nilipita. Au sio? Vipi aje kwako basi mwambie kabisa au? Mwambie aje maskani tu atanikuta. Bali.
Shemeji wewe. Oh, karibu. Ona mchana mwema. Tunachambua chambua. Shakaribia shemeji yangu. Karibu shemeji yangu. Safi, karibu. Vipi bwana? Yupo wapi? Bwana ametoka muda sio mrefu. Kama dakika 15 zilizopita. Ameniaga naenda huko kwenye shughuli zake. Tutamweza naye atulie jisemu. Sababu wakati narudi pale nikamkuta dogo akaniambia bwana rafiki yako Suma akaja katoka mimi basi nirefa. Kwa nikaona ngoja nitembee nyumbani. Sasa. Basi poa. Ngoja kwanza nijaribu kumpigia simu. Naweza nikampata. Afapatikani basi kesi. Hodi. Umeona? Bwana. Karibu. Asante, habari zako? Safi. Nisamee mume wangu nakupa mgongo hapa kugeuka yani kama unataka kunitoa roho tu. Ukiniambia nigeuke. Hamna, usijali. Naona leo kisambu. Ndio. Vipi ndugu yangu Kanali? Fresh na vipi? Fresh, uko poa? Safi za siku. Salama mzima. Safi bwana. Bwana leo umekuwa adimu kweli. Bwana nimeadimika. Lakini ndio hivyo tena. Maisha. Nimekuja nyumbani nimekukosa. Ndio. Basi acha Sam kwa dogo. Nimekuja nimekukosa. Kaja nyumbani nikachukua basikeli nikatoka tena. Hivi ndo narudi hapa. Lakini bwana, mimi nina shida ndugu yako. Tena shida yangu kubwa. Kama unavyojua sasa hivi niko katika kipindi kigumu sana. Sasa na mihangaiko yangu sasa hivi imekuwa magumu. Kila ninapopita pamekuwa pazito. Sasa nimeona sio mbaya hii basikeli yangu najaribu kuiweka sokoni ili nipate chochote kitu cha kuweza kusolve matatizo ya nyumbani. Kuipeleka kwa sokoni ulikuwa unauza bei gani bwana Suma? Maana vitu kwetu sisi vigeni, hatujawahi kununua vitu kama hivi. Kama unavyojua mimi ni 85. Lakini hata nikipata 60 sio mbaya. Bwana Suma, mimi hapa mfukoni kwangu 60 sina. Mimi kusaidia kwangu na 40 kama 40 tu. Haijazidi. Ana haijazidi. Kwa hiyo angalia maslahi yako bwana Suma. Kwa sababu yako wewe Kanali, wewe ni ndugu yangu bwana. Sisi tumetoka mbali. Tumesaidiana vitu vingi. Mimi nishabeba mizigo yako mingi. Ushabeba mizigo yangu mingi Kanali. 40 kwangu itanitosha. Japokuwa haiwezi kasolve matatizo yangu yote, lakini kwako wewe itaipokea hiyo faida. Bwana sawa bwana Suma, lakini wewe una shida kweli bwana. Sawa bwana. Lakini wewe kama itakusaidia nishimeje sababu basikeli zipo nyingi Kanali bwana. Nikienda kwa Mazimbo pale basikeli nitapata. Nikienda kwa huyu nani huyu Bunju basikeli nitapata. Sawa bwana Suma, mimi ngoja nikupatie kiasi cha pesa hichi. Mimi bwana nianze safari zangu nyingine. Bwana imekuwa kama bahati tu hivyo hiyo mfukoni. Usiambie mimi bwana. Sina hela nyingine zaidi hiyo ndio maana nikakwambia hivyo. Au si? Yaani nikikata na elfu 60 hivyo mfukoni ningekwambia hivyo. Hiyo iko sawa. Yaani hiyo iko sawa. Hiyo mipira usione hivyo. Hiyo mipira iko vizuri, ina upepo wa kutosha, hiyo pedeli iko vizuri, yaani iko vizuri. Unaweza kutoka hapa mpaka Dar es Salaam. Dar es Salaam inafika. Basi sawa bwana. Shemeji. Pombe kasini. Amna ipo sawa, ipo sawa. Shemeji, tazidi kuonana basi. Sawa bwana Kanali bwana. Haya, basi bwana. Haya. Basi kama hivyo bwana. Kila laheri bwana. Haya. Piga misele mingi tu. Sawa bwana. Lakini mume wangu mimi nimeshinda kukombe mbele ya shemeji pale. Kwa unauza vile afu nitaondoka. Zawadi. Usijali. Basikeli zipo nyingi hapa kijijini. Lakini pia kuna ile basikeli nilikuwa nikitumia hapo awali. Ile imeharibika mipira tu. Ukinunua mipira mipya ile inakuwa nzuri kuliko hii. Alafu ile basikeli ya ndani ile nikiponesha ile ndio nakimbia kwenye kweli, ina nguvu za kutosha, ile itakubeba vizuri. Lakini kununua vifaa na matibabu yako ni kitu muhimu. Usijali mke wangu. Wewe ni kama nimuonyeshe kukujali. Kwa hiyo mke wangu, nimefanya hivi kwa ajili ya uzima wako wewe pamoja na kiumbe chetu. Basi usinifutie, asante sana. Jamani, siwezi kukufokea. Na anatoaje ujasiri wa kukufokea? Nilikuwa tu nijaribu kukuweka sawa. Mimi nilikuwa tunahofia utawezaje kufanya shughuli zako, utembee huko mbali kote huko, utembee huko. Alafu mimi nitakaa peke yangu muda mrefu, tutakuwa na kazi. Usijali. Sawa. Bibi nitasula huko nitachoka. Na wewe je, ukae hapo ukiwa unapata tabu, ukihangaika na mazingira hayo ya hali yako hiyo alafu.
Asante. Mke wangu, mimi nafikiri sasa ni wakati wa sisi kupanga jela tunayotumia. Sawa? Hapa hii 1500 tutaitumia kwa ajili ya gloves. Sawa? Tuwe makini. Tusitumie ovyo ovyo. Hizi hela nyingi, alafu hizi hela zina thamani kubwa ujue hizi. Yaani leo Mungu katubariki kweli kweli. Hii tutumie kwa ajili ya gloves. Sawa? Na hii hapa huyu tembo mmoja huyu tumtumie kwa ajili ya upande wa kanga. Sawa. Kuna zile sindano ile nesi ile pale dispensary kitu pale kazi pale. Alisema pia kuna sindano za muhimu. Sawa, tutachukua. Tutaangalia hela zitakavyokuwa. Tutachukua lakini. Kwa hiyo hii tutaitumia kwa ajili ya upande wa kanga. Tuchukue kabisa. Kanga. Kanga. Unaelewa? Za hapa. Karibu yako anisaidie kitu, nimekwambia za hapa. Tuko maji ya kunywa. Kakwambia nina kiumi. Nilipotoka nimekunywa pipa zima huko. Nimekunywa pipa zima huko, tena nimepewa na jagi, nachota na jagi na kunywa, nachota na jagi na kunywa. Hapa kitambi ninachokitaka hela. Yaani kimeleta hapa ni hela tu. Alafu mimi unajua kama nina majini fulani hivi, jana nimelala nikawa naota. Nimelala ninaota. Kuota kwangu nikaota nimeamka usiku niko katika pori. Kuamka katika pori naambiwa Mzee Ndimbo njoo, nikajikuta nakimbia. Wakati nakimbia nikakanyaga kubwa ya tembo. Kuamka asubuhi nikajiuliza hii ina maana gani? Nikaanza nikajua ni masuala ya hela. Nimeamka majini yangu nenda tunakutana na hela hivyo. No, mlipanga mnilipesa ngapi kodi yangu? Mimi walaisifia mimi nimekuja hapa. Ningekuja nyumbani Balikote bondeni, nimekuja hapa kupata kodi yangu. Kiukweli yani ungetupa muda kidogo mjomba, kweli ba mwenye nyumba ungetupa muda kidogo. Wewe mke wako ananisaidia nini mimi wewe? Yaani la upate wewe uteleke katika nyumba yangu. Yaani nyumba nijenge mimi kwa uchungu na hangaika, alafu upate lana mke wako. Mimi ninachokitaka ni kodi yangu. Nimewapangisha kwa sababu ni nyumba inisaidie katika maisha yangu, sio maisha yako nyinyi. Kama mngekuwa mnaweza simngetengeneza nyumba ya kwenu. Mtu analingia cha kwake, sasa nigeni hela kama mwezi mniambie bwana. Kuna dogo anahangaika na nyumba huko mtaani, anataka nyumba, ndio maana nimekuja huku. Ba mwenye nyumba angalia ile mke wangu. Si unaona mwenye jinsi alivyo. Na sasa kwa taarifa yenu ni hivi kwa taarifa yenu kama mlikuwa mjui, lakini hii nyumba ni full container. Ina vyumba viwili na ina semble yake. Nilikuwa nawapangisha shilingi 10,000 kwa mwezi. Sasa hapa ninachokitaka hii nyumba mnipe 15,000. Nikijumlisha na miezi miwili ya nyuma ninayowadai na miezi mitatu, na sasa nachukua miezi mitatu. Mniangalizie la loko hapo mnigee. Alafu mniambie lini mnanipe langu nyingine. Mimi wakati najenga hii nyumba nilienda kufanya kazi kwenye minazi kwa mzee Kibaraka, akanipandisha juu ya mnazi juu kabisa kule. Nangu wa nazi nikatoa nazi moja ikadondoka chini. Wakati nimedondoka nazi chini nikakutana na nyoka kifuto kule. Ikabidi nijiachie, nafika chini nazi kanipiga katika kiuno nikafikia bugubugu. Nimeumia mimi kwa sababu ya hii nyumba yangu. Leo mtu kake slice tu, kama uwezo utokana bwana. Namna gani nyie? Jiko nini? Kama unaondoka mama. Mlete hela. Afisi naweza nikaisusa hela yenyewe. Hebu nigee hela. Mtayata mimi leo. Namna gani bwana? Hata kidogo basi. Mimi umri nilofikia, hela mimi sina matumizi nao yoyote yani. Yaani natumia hela kwa sababu tu nina nyumba yangu, nachukua zile naweka, kuna mtu anakaa katika nyumba yangu, lakini kwa rika ambalo niko nalo mimi, hela mimi sina shida nazo kabisa. Hela gani hizi sasa? Sasa niwaambie kitu kimoja. Nimepata malalamiko yenu serikali za mtaa kwamba nyumba inakuwa iko chafu, nahitaji usafi katika nyumba. Nahitaji usafi katika nyumba kwa sababu mnatupa taka ovyo huku nyuma huku, hamfanye usafi. Sasa ninachokitaka hizo taka zenu mchimbe shimo kule karibu na poli mkazitupe kule. Alafu na nyinyi watu warefu nyinyi malalamiko yenu najua sana. Nyinyi mna urefu wenu. Kuna sehemu mna urefu wenu. Usiku na vitaga hapa nasikia kama msiba. Ai, najua kuna msiba ndani huku, kumbe ni nyinyi watu warefu nyinyi. Kwa hiyo angalia, mtu ana mimba wewe usije kama mtoto na chongo. Yaani watafikie nani maandalizi mema sasa. Sikia, kila kitu kiko sawa. Mwenyezi Mungu atakujalia kupata pesa nyingine. Tajua ufaa. Kwa nini? Kwa nini mambo Facebook kwa upande wetu tu?
Kimbilio letu sisi ni wapi? Mimi nitia neno mwisho. Utakuwa na kufua, sema hivyo. Sawa. Sema hivyo. Mimi niko hapa nakupenda, sawa? Mke wangu nimeuza basikeli ili kujaribu kusolve matatizo yetu. Sasa tutafanya nini? Basikeli hatuna, pesa akachukua. Tunafanya nini sasa? Mwingine, Mwenyezi Mungu ametoa mtihani kutujaribu ili aone. Lakini hiyo ndio tuna hela mke wangu. Mimi sina hela tena. Sina mimi. Zimeenda zile, sio mbona zimeenda? Hamna tena. Utafika, utapumzika, utapungua salama, wala sio na wasiwasi mkiangu. Taratibu hivyo hivyo. Pole sana. Pole mkiangu. Pole. Pole zawadi. Pole sawa, utakuwa sawa. Sasa wacha nikwambie kitu kimoja, na kuacha lakini narudi. Yaani dakika 0 tu nimerudi, umesikia? Narudi. Naenda kutafuta usafiri ama pesa, umesikia? Narudi mke wangu, narudi mke wangu, usijali, sawa? Narudi sasa mke wangu jamani. Narudi pole mke wangu, narudi. Usijinyonge, hivyo utamuumiza mtoto. Narudi. Michele nimeishiwa kila kitu hapa sina. Na vocha lete, na vocha unga, kila kitu. Sawa. Yani unga, mchele, sukari, wote unaleta yani. Poa. Sio bango. Bwana ndugu yangu, nina shida kubwa sana ndugu yangu, naomba unisaidie. Mke wangu uchungu umemfika. Yaani hali yake ni mbaya kweli. Alafu hivi unavyoniona sina chochote. Vifaa vyake vile vijakamilika hapa kwenda navyo hospitalini. Naomba unisaidie fedha. Nikupeshe tu fedha nitakulipa. Nikanunue vifaa niongezee pale mke wangu. La sivyo pale naweza nikamkosa. Kweli nisaidie ndugu yangu. Nimekwama. Mimi nilikuwa najua unakuja hapa unaniletea hela yangu, eti unaniambia nikukopeshe fedha tena. Nikukopeshe tena mie? Hapana Sweba wangu, usiniambie vitu kama hivyo. Mimi ni mwanaume mwezio. Mke wangu kule hali imekuwa mbaya. Leo vifaa sijakamilisha. Nitamkosa yule mwanamke mimi. Nisaidie ndugu yangu, nimekwama. Mimi tena hapa ndugu yangu msaada na wewe sina. Sina kweli. Mimi wewe bwana wewe. Kwanza nyanyuka nenda, mimi msaada tena hapa sina. Hela yangu wewe unakaa nayo siku kibao. Alafu unakuja kuniambia tena nikukopeshe hela. Nani nikukopeshe hela? Nenda bwana, nenda kuchukulia panga, nenda bwana. Usinifanye hivyo, mimi sijapenda kuishi maisha haya kweli vile. Hata madeni unaonidai ya kule mwanadamu anapenda kudaiwa. Mke wangu yake mbaya kule, nisaidie mimi. Nyanyuka bwana, nenda bwana. Wewe vipi? Nenda usinipande kichwani, nenda mwanangu, nenda. Wewe vipi wewe? Nenda mwanangu, nenda. Nenda mwanangu, nenda kuchukulia panga, nenda bwana. Wewe vipi bwana wewe? Mnakopeshwa alafu kulipa mlipi, mnakuja hapo mimi mke wangu sijui nini nenda kujifungua, najifungue. Wewe vipi bwana? Mnaleta mambo ya kipuzipuzi bwana. Wewe mke wangu, mke usinke wewe, kwani mke wangu mie? Kanali. Naam. Karibu bwana. Bwana Suma. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Mbona hivyo? Ndugu yangu, majanga. Kama yapi?
mke wangu hali yake imezidi kuwa mbaya, uchungu umeshamfika tayari. Yaani hivi unavyoniona sina kimbilio lolote ndugu yangu, yaani kokote pale ninapoenda, kote pale nimeshindwa, hakuna hata sehemu nimeweza kufanikisha. Kama unavyojua kuna vifaa vinahitajika ili nipate kumpeleka napo hospitalini, havijakamilika. Sina hata senti 5, sina chochote ndugu yako, nadhalilika. Ndio. Nisaidie, na wewe ndio kimbilio langu la mwisho. Naomba unisaidie ndugu yangu Kanali. Bwana Suma, kabla ya yote kwanza mimi nakupa pole ndugu yangu. Pole sana kwa tatizo lile kukuta. Hilo tatizo ni kubwa. Na wewe ukaona mimi ndio msaada wako, na kweli bwana Suma leo una mguu mzuri ndugu yangu. Mimi hapa kuna kifungu nilikabidhiwa, nilikanaelekea dukani safari unavyoiona. Sasa kabla sijaenda kufuata ile material ambayo niliagiza, nivunje safari ya dukani. Mimi na wewe tuchukuzane mguu wako na mguu wangu mpaka nyumbani kwako, tukamchukua shemeji tupate kwenda kumbeka hospitali bwana Suma. Hivi ninaposema tusichelewe, twende bwana, tuelekee. Twende bwana. Basi Maza Mungu kutupatia maza, usilie kaza. Unauma. Ikaze mke wangu. Najua nauma, lakini tawaza mke wangu. Siwezesha mke wangu basi. Ikaze mke wangu. Unusubira. Zawadi. Sawa. Haijalishi umemkosa mtoto, niwe mbali na wewe. Nitakupenda katika maisha yangu yote. Siwezi kuwa mbali na wewe mke wangu. Basi mke wangu usilie. Mungu anatusimamia mke wangu, usilie. Usilie mke wangu. Mwanangu ananiuma sana. Matarajio yangu yameenda tofauti kabisa nilivyokuwa nikitarajia. Nimejituma sana mimi.
nimepambana sana kwenye maisha haya. Nimefanya kazi zote za halali kwa ajili yao ili kubadilisha maisha yangu, ili kutarajia nije kuonana na mwanangu, damu yangu, kipenzi changu, anatoka katika pingili za mgongo wangu. Lakini Mungu hajapenda iwe hivyo. Awe mwenye kakataa kuonana na mimi. Kwa nini akatae kuonana na mimi mwanangu? Kwa nini Mungu kakataza mimi sionane na mwanangu? Nikionana naye tu inauma. Nimeshatufika, tutafanyaje ndugu yangu? Wewe mtoto wa kiume, jikaze, atakuwa yaani tujikaze, afu baadaye tuangalie nini tunachokifanya. Sikia, unajua kinachoniuma zaidi, sijui hata ikuwa nani. Labda ingekuwa kiume ningempa jina la baba yangu, angekuwa kike angekuwa mama yangu, angekuwa mama yangu ningemwita Amina. Amekataa kote kote, yaani kote kote amekataa. Sasa inauma kweli, inaniuma mimi. Kaa, fikiri, waza, chunguza kitu gani kinachofanyisha kila siku mimi nakuwa hivi bwana. Vumilia ndugu yangu, wewe ni mwanamume, ukiona lia ujengi. Vumilia, haya taisha. Hiyo ni mitihani Mwenyezi Mungu anakupa. Wewe jua Mwenyezi Mungu anakupa mitihani hiyo mbele kakuandikia kitu gani bwana. Vumilia ndugu yangu. Tafanyaje? Na ndio maana kila siku mimi ninakwambia tujitume ndugu yangu, tujitume. Kwa hiyo labda ile mambo ya kuchelewesha ile swala la pesa ndio labda mitihani kama hiyo imetufika. Lakini kama ile pesa tungekuwa unaipata kwa muda ambayo unatakiwa kule kupelekwa bibi hospitali, hilo swala lingekaa dogo, labda tumbe chetu vitu nacho. Kwa hiyo vumilia ndugu yangu, hiyo ni mipango ya Mungu. Lakini la kushukuru mama mtu ajambo basi. Kwa nini sasa? Mipango ya Mungu. Watu tupo wengi katika dunia, lakini sasa kwa nini? Bwana kupima ndugu yangu. Kwa nini mambo yanakuwa kwangu tu? Lakini bwana Suma, pamoja na hayo mimi nina wazo moja, ambalo wazo kama tukiitiki mimi na wewe basi tutakaa heshima katika familia yetu. Mimi nimegundua kuna mgodi mmoja hapo Mbingu hapo. Tukienda kufanya hiyo kazi bwana Suma, tukirudi mimi na wewe tumeleta heshima. Mgodi vipi? Sijaelewa. Hilo wazo zuri nimekupa. Acha kulia, tujadili, tujue tunafanya nini, tuelekee kule. Basi tukirudi Mwenyezi Mungu atujalie na sisi. Nadhani kila mtu hata kwa baluni yake hapa. Tutatingisha mtaa mzima. Tukienda huko tunapata pesa. Amini ninachokwambia hicho. Hata mimi pia naweza nikaenda huko nikafanya kazi video. Ndio maana nikakwambia acha kulia, mimi na wewe tuongozane tukafanye ile kazi. Basi sawa, tukachukua hela, tukafanya kazi. Swala la kulia liache, tuache fikra za kufikiria mtoto kama angekaa Maimuna, sijui Makata, sijui nani, tuache swala hilo. Basi tuelekee huko ninapotaka kwenda mimi bwana. Wewe Mwenyezi Mungu atatunyoshea, tusipoteze muda bwana. Nafasi zikawaiwa, twende bwana. Lakini basi acha niende nikamwage mke wangu, afu nikishamwaga mke wangu ili aniruhusu, afu twende huko. Na ile swala la nyumbani kwenda kuaga bwana, hilo baya. Unaweza ukienda kule lazima atakukataza. Yeye yupo hapa, kazi za kufanya hapa nyingi, kuna mashamba atalima, kuna nini kila nini, atafanya hizo kazi. Wewe unachelewa, tunachelewa nini ndugu yangu? Twende bwana. Sasa unajua kwa sasa ana ndugu, ana wazazi, yani yuko yeye kama yeye tu, na mimi ndio kila kitu kwake. Hilo swala leo kwenda nyumbani bwana liache, lifute kabisa. Afu ndio Tanzania wote sisi ndugu. Tuelekee bwana tukafanye kazi. Sawa. Twende zetu bwana. Mlekezi wangu nani? Sambona bado anapiga simu kwangu? Mlekezi wangu nani? Yaji bebeka zipiga simu kwangu. Sambona wana Shamba. Mara nimekuwa baba yako. Ubini gani mimi na wewe?
Sura mbaya. Ana nyumba yangu imekuwa kwa halafu hapa. Kitu chake bwana. Yaani mbona unachanganya mkabisha kwenye nyumba yake? Yaani mimi nyumba yangu tunanikaribisha. Haya, bibi wewe. Ni hapa vimeenda vitu viwili tu. Chagua kimoja. Unipe fedha ama unipe nyumba yangu. Ndio kitu kikubwa kilichonileta hapa. Mume wangu ametoka tu kidogo. Akirudi atakupa pesa yako yote ya kodi ambayo unatudai. Wewe umetelekezwa, anarudi yule. Alokwambia yule anarudi nani? Hata usijichanganye, yule ndo kacha kutelekeza kaondoka, na ninapokuambia mjini kuna wanawake wazuri huko. Mwanamke akipita kapita, mwanamke kaumbika. Ukisikia kina Wema Sepetu ndio hapo huko. Wewe umetelekezwa, na nilikwambia angalia wanaume wa kuolewa na wewe. Wewe mwanaume unaishi naye hapa unapiga kelele usiku kabuni. Huyo ni mwembamba mrefu, wanaume wembamba mrefu na wajua. Lakini kwa ito binti mpaka toto kaliua. Toto limekufa ile kwa sababu ya baba lile, sio bure. Ungetafuta mtu kibonge mfupi kidogo. Yaani unamwangalia mtu fulani katika 6x6 mkikaa hata kama godoro hamna, kama kuna super banko. Lile baba mlichukuaje watu kama wale kichwa kikombe cha kahawa wale. Aya nisikilize. Chagua kitu kimoja. Najua hela una ya kunipa mimi. Sawa? Unikubalie. Ama uondoke uniache nyumba yangu. Chagua. Na mimi natunza siri bwana. Siwezi kufanya hivyo. Na kuheshimu kama mzazi wangu. Au kama anko wangu. Nichagulie mwenyewe. Kama hela yangu ipo, kama pesa unaondoka niweke nyumba ndogo hapo. Mambo sio mengi hapa. Unataka ngome? Mimi niko vizuri, yani vyovyote, yani baridi, yani baridi niko vizuri, yani kilo mbaya, yani nyumba yako afu nipige. Yani fresh tunaruka mtubei afu safi yani. Wewe unasemaje? Niambie wewe unasemaje? Kilichokuwa mundani ni cha kwangu mimi. Na kudai kodi ya mwezi mmoja 15,000 kubwa. Akitoki kitu chochote ndani. Vilivyokuwa ndani vyote, na kwa kukuonesha msisitizo kama vitu vyote vyangu nataka nifunge. Hii 15,000 tu ndio nikuachie kila kitu changu. Ndio nakwambiaje? Kwa kukuonesha msisitizo, haitoki nguo, sahani wala kijiko. Basi niondoke na nguo zangu. Vilivyokuwa ndani vyote vyangu, wangu kuoneshe mfano. Na kwenye kuinama na Mtu kwao. Yaani ukiwa na nyumba laka kobe unakufa nayo. Kobe kokote kile na nyumba yake. Wewe sasa kwa taarifa yako nikwambie kitu kingine. Ukifa mbinguni Mungu anakuuliza, kwa hiyo duniani umeacha alama gani? Una sasa mimi nina gari, nina kanyumba kangu kule. Sasa wewe una gari, una nyumba, una mume. Sio tata mjibu nini? Nenda bwana. Labda tu nikwambie. Tena pia laana Labda kama huyu Mungu hayupo. Akata kitu gani sana hivi? Wewe ni binadamu, sawa? Na utakuja kuwa na mtoto. Haijalishi utakuwa mtoto wa kike ama wa kiume. Mimi nipate mtoto kama wewe? Najinyonga. Kama wewe? Mimi. Utalipia kila hatua ya makosa ulionifanyia. Can see me? Yeah. Let's go man. Una namna gani huyu? Unachezea bahati. Wewe unachezea shilingi chooni. Mimi nakwambia nakupenda. Nilikuwa nakujaribu uendani na mimi. Wewe mwangalia mwanamke mweusi. Nyumba nyasi yavuta umeme katika ndani. Sikiza kibatari hamna humu. Ndio siku moja nakumbuka mwanamke nilipata mwanamke kama huyu niko ndani, amelala kitandani nimekana, unanikalia. Kumbe jitu wewe mimi wa nini wewe? Wewe nenda nilikuwa nakujaribu tu. Nyumba yangu wazuka mwanamke kama wewe bwana. Sura mbaya. Mwangalie kwanza. Unanikataje mtu Samboi kama unanikataje?
mimi naumia. Na Mungu ananiona. Mungu wangu ananiona. Sijawahi mimi Zawadi, sijawahi kutoa moyo wangu kwa mwanaume yoyote. Nilimvumilia kaka yako, nikaamini ipo siku kitafanikiwa, nikamwamini ndo mwanaume pekee katika maisha yangu. Nikaamini Suma hakuniacha mimi. Suma ananitoroka, ananiacha mimi, anajienda kama ndugu yangu, kama baba yangu, yana kila kitu kwangu, lakini kaniacha mimi. Mimi nashinda kujizuia kila nikimkumbuka tu. Angeniambia mapema kama nipendi, lakini angeniacha kipindi kigumu sana. Mimi naweza kuvumilia naelewa upo kwenye wakati mgumu kiasi gani. Mimi pia kama ameondoka bila taarifa yoyote, hajaniambia chochote, hajaniambia anaenda wapi, na wala sielewi yuko alipo, ni mzima amekufa, sielewi chochote mimi pia yangu. Yani nipo tu, yani sina taarifa naye yoyote, yani sina taarifa naye yoyote. Tatizo ndana hivi, ndo kimbilio langu la mwisho. Yani wewe ndo kimbilio langu la mwisho. Sina mtu mwingine wa kumsaidia, sina yoyote mimi. Nimeona bora tanije kwako, uone labda nitapata at least rifani. Ni hapa ni mwolewaji na maisha ya kijijini. Nyumba yenyewe, chumba hichi kimoja tu yangu, takuweka wapi? Takuweka wapi mimi? Siache niende. Mimi ni mwanamke, sijashindwa bado, sitakata tamaa mimi. Acha niende katafute kazi, nami nitapata. Na kuna viatu vipi nikakutolea? Yaani hapa naona hata miguu mingi. Ndio naweza kuikata na nikaanza kutembea pia ningeitoa. Wala usijali, nitatembea tu. Sawa, ila wifi, kama kuna tatizo lolote chochote kitatukusibu, usisite kuja kuniambia, sawa? Mungu akutangulie. Kukusikiliza mlembo. Samahani, kuna shida huku nilipotoka, amenifukuza, sina pa kuishi. Kama unavyoniona hata viatu sina, yaani viatu vyangu vimekatika, kabidi tu ni viatu kwa barabarani, alafu sina pa kuishi. Kwa naomba msaada wa kazi. Kazi hapa ni wangu umepata. Kazi umepata, nilikuwa nafanya kazi mmoja hapa, nimeshamfukuza kitambo sana. Kwa hiyo niko mwenyewe nateseka. Wapa kazi umepata. Mshahara nitakulipa 15,000 tu. Sasa kangu, mimi 15,000 itanisaidia nini? Kama hivyo nilivyokuambia, sina nguo aina yoyote. Yaani hivi unavyoniona ndo jinsi nilivyo. Sina chochote, sina hata pa kulala. At least hata ungenipa 30,000 ingenisaidia. 30? Sikia. Kula, kunya, kulala, kote juu yangu mimi. Yaani maradhi yote unapata kwa mimi.
uweze 15,000 ngasikiza wateja wangu. Kaka. Poa. Sawa basi nimekubali. Unakubali? Sawa, ndo maneno. Twende. Siwezi nikaelewa hapo, utanipa. Tutaangalia mimi na wewe nani mwanaume. Utanipa. Niache mtaki. Nakwambia utataka tu. Yaani haiwezekani. Sivyo ondoka. Ondoka. Wewe usitaki kulipa. Utanipa nakwambia, kwanza hamna kuondoka. Sasa mambo si ndo hayo. Kete umetoka Zuma. Unaenda kulia. Bila huruma, yani atakuwa na huruma hata chembe, yani haukuwa nayo. Hata ukujali mimi ningewezaje kuishi wewe? Ulikuwa unajua kabisa kiasi gani nakupenda, ulikuwa unajua. Kweli lakini vidume wengi wanakuwaga wanashindwa kujishusha kwa wake zao, hawajui kuomba msamaha, hawajui kusifia. Lakini mimi nashukuru Mungu, moyo wangu umeufanya umekuwa mnyenyekevu kwako. Ninapohisi nimekukosea lazima nijishushe. Wewe unafikiri bahati kama hii ikija kunitoka nitajua kitu gani kingine na Mwenyezi Mungu? Sawa, Mungu kaninyima mali, sina pesa nyingi, lakini kitendo cha kuchukua mwanamke kama wewe ni utajiri tosha. Sikufichi, hakika umeniweza Zawadi. Wewe ni zawadi yangu. Ulikuwa ni mwongo, ulikuwa unipendi. Hivi unawezaje kumwacha mtu unayempenda? Mbona mimi sikuenda kwa mtu mwingine yoyote? Nimechoka mimi jamani. Wewe Zari! Haisikia Zari! Nakuja. Basi wewe, mimi nitafukuza. Wewe unajua wewe unataka kufukuza. Nimwache. Komoni 2 na mnazi mnazi moja. Mimi naongeza na mimi chupa moja. Bora kitu kile. Hiyo umetamsifu mwanangu. Umeona Bora najenga wote. Wewe nani Zawadi? Zawadi! Unalala hadi sasa hivi. Unalala gani wewe saa 6 hii unalala? Una wateja kule umehudumia. Unalala tu hadi sasa hivi. Toka. Nikuja na ngoma yangu hapa, nataka nifanye mambo yangu. Lakini wewe, lakini nini? Ndio nini sasa? Toka unipangie kwenye nyumba yangu. Toka! Takutia mkofi.
wewe mwanaume najua nani ni muingize nani, yani mimi ndo naamua nani alale nani asilale. Babu, umenisikia? Sema ndio. Toka, nataka maji ya kuoga. Natoka sasa hivi hapa. Kute maji bafuni. Umbavu. Yaani unanizuia mimi nisifanye shughuli yako. Mimi ndo mwenye nyumba. Nenda gate wewe. Wakitufanyisha kazi chini kabisa ya mgodi. Kazi za kweli zilikuwa ni kazi za hatari. Wale jamaa walikuwa na roho ngumu sana. Walituweka chini kabisa ya mgodi, chini kabisa. Pata matatizo ya kifua. Kifua changu kilikuwa kinaathirika siku baada ya siku. Siku baada ya siku kifua kinazidi kuharibika. Kanali akanishauri tutoroke, akanishauri tutoke pale ili kuweza kuokoa maisha yangu. Siku hiyo kanali akanitoa asubuhi sana, akanitoa. Tukafanyika kutoka katika lile jengo, ili tunatoka. Mlinzi aliweza kutuona. Alipotuona wakataka kunipiga mishaba. Kanali akanizuia. Kanali akanikinga. Kanali rafiki yangu kipenzi. Kanali rafiki yangu kipenzi. Alipigwa shaba mbele yangu. Alipigwa shaba nikishuhudia. Kijana ambaye alijituma kwa ajili yangu kuokoa maisha yangu, Kanali akawa kufa, akakata roho katika mikono yangu. Kanali akakata roho katika mikono yangu. Kanali alikufa katika mikono yangu. Kanali nilishuhudia, nilimshika katika mikono yangu. Kanali, namwamsha Kanali. Kanali, stuka tuondoke. Kanali, stuka tuondoke. Kanali akaniambia, ondoka wewe, tangulia, nenda niokoe nafsi yako, tangulia. Basi haya maisha yamekuwa magumu kiasi ambacho mpaka nakula ndumu. Lakini hivi kwa mfano sasa ile nyimbo ndo ingekuwa yangu, kwanza nakuwa maarufu, afu kila nikipita watu wananijua, ando tufanye nyimbo yangu ndo naimba mimi ile. Inasemaje kile kibao kile? Kinasemaje? Nampa papa, nampa papa, nampa na sasa nashindwa vipi hapo kuimba. Yaani mimi lazima nitoke iko ile nakushtaki bwana ngoma yangu. Hapo zombi. Bwana zombi. Mtu. Mke wangu yuko wapi? Mimi ndo mshenga wako. Samahani mzee wangu, nahitaji kufahamu mke wangu yuko wapi? Mwana mpotevu. Nilikuwa sijui mwana mpotevu. Miaka yote simuze mke wako mdai leo. Wewe baba vipi? Na maana umemfukuza mke wangu? Korona inachanganya akili jamani. Iko. Baba, tafadhali sana. Mimi mke wako sijui. Kwa kifupi sasa nikwambie labda babangu ambacho ukijui. Mke wako nilikuwa namdai kodi yangu hapa ya miezi miwili. Nikaja nikamfukuza. Kwa sababu nilikuwa na shida zangu na mimi mwenyewe nilikuwa nataka niweke nyumba ndogo hapa. Wewe baba, hem tulia kwanza. Au Majuma?
niandalie maji ya mapovu huko. Sasa nisikilize, mke wako nimemfukuza, na hivi ninavyokuambia sijui alipo, anaonekana huko mitaani. Sasa wewe usiniletee korona yako hapa, wewe ondoka. Maana Mungu kukupa wewe nyumba, kukupa nyumba ndio imekuwa sababu ya kutuumiza sisi wanyonge. Kwa nini umfukuze mke wangu? Mtu chake. Yule mke wangu halali. Pesa wewe. We baba. Sasa nitafute ubaya. Nitakukuna sasa hivi. Sawa. Nashukuru. Nenda bwana. Ipo siku ambayo ijulikane ni lini. Utakuja kuyaona haya yote ambayo uko ukiyafanya. Hapa siyaoni Utajua thamani yake ni ipi. Bwana nitakukuna hapa kama nazo, ondoka bwana. Nenda bwana. Bwana nyewe korona inaua vibaya. Nilikuwa nasikia tu kwa bwana korona ukipata mtu mwenye ugonjwa wa COVID-19 au Chidi huyu. Sio Chidi huyu. Chuma ndo anakufananisha. Umerudi? Una akili. Amtelekeza mwanamke miaka yote, mwaka mmoja na nusu, sijui miaka miwili. Naondoka jimu, umerudi umezeeka leki. Una akili. Demu wako yupo banda ukanitudumia kwenye hela zetu. Tunakula pombe, tunakula na yeye. Tuna muda, tuna hela. Una akili. Mashangani ubanda, sasa tuna hela. Suma. Unamwaga product? Wewe mwanamke, unamwaga product? Unamshangaa huyu nani? Usimbuze tu kama bosi wengine. Mshika hili nenda kahudumia wateja. Mbavu, hiyo ndio naenda kahudumia wateja. Unashangaa nini? Peleka wateja. Hiyo ndio inakuweka mjini, hiyo ndio inalia tumbo hiyo. Utakiwa uheshimu. Mbavu. Sikiza. Kama umekuja hapa kwa ajili ya pombe, ni vyema ukaenda pale kuhudumiwa. Sio unakuja unatishia tu wake za watu hapo, wanakuwa wanakushangaa, si una ugonjwa gani, si sijui kifadulo, sijui nini. Toka bwana. Unafuata nini hapa? Zawadi yangu. Wewe ni kuniacha mimi tena katika kipindi kigumu, kipindi ambacho mimi nakuhitaji, kipindi ninachohitaji faraja kutoka kwako, kipindi nilichompoteza mtoto wangu. Hivi unajua nilipitia mangapi? Unajua ni jinsi gani uliniumiza? Unajua nilijisikiaje? Ndio ulikuwa kama ndugu yangu, mzazi wangu, tumaini langu la mwisho. Suma, ukafanya nini? Sijapenda kukuacha peke yako. Nenda kuitafuta kesho yetu Zawadi. Kile nilichokuwa nikifanya mimi nilikuwa sifanikiwi Zawadi. Nilihisi kama Mungu nimemkosea Zawadi. Nilisikiza halali zote nilikuwa nazikosa. Kuna mimi kitu ambacho sikifanya Zawadi.
mafanikio yote hayo Zawadi. Nimeenda kutafuta ugali wako mimi. Usiniache. Sijapanga kugombana na wewe. Naona nakupenda. Nakujali. Mapenzi yako bado kwangu muhimu Zawadi. Shukuru umeniona salama. Shukuru bado umeniona ni mzima. Shukuru bado uniona napumua. Uniona tena sura yangu. Nilipoenda huko watu wanakufa Zawadi. Nilipoenda huko Zawadi, watu wanapoteza uhai. Nimerudi mimi sawa, ni mgonjwa. Lakini Zawadi umeniona, nisamehe. Wewe ni mke wangu mimi Zawadi, tena wa ndoa kabisa. Tafadhali tamka tu kuniambia kwamba umenisamehe. Nategemea mimi uwepo wako. Mapenzi yako kwangu mimi yana umuhimu Zawadi. Faraja yako muhimu. Mungu alikuwa na makusudi yake kunikutanisha na wewe. Hakuna mwanamke kama wewe Zawadi kweli. Usiniache mimi, usiniache. Afya yangu iko sawa mimi Zawadi, usiniache. Hakuna kuniokota. Nisamehe Zawadi kweli. Nawezaje tena kurudi kwako kwenye hali hii? Tayari na mwanaume mwingine, tayari namilikiwa na mtu mwingine, mwaka mmoja na miezi miwili, bila kujua chochote, bila kujua naishije. Ni ulikuwa unajua fika siwezi kuishi bila wewe. Hivyo naomba uniache. Inatosha. Sikuhitaji tena. Nilishafanya maamuzi niliyafanya ni haya. Biaje, yaani wewe huko ndani utaondoka. Mimi siwezi kulala na mwanamke ambaye amebeba mimba ya mtu mwingine. Matizo gani jamani, mimba ni ya kwako. Hakuna cha mimba ya kwako. Wewe mimi nimekuona kabisa unakaa naye bali unaongea. Unafanya mimi mjinga, mimi chiza. Toka. Sio kaja uchuo kwangu. Toka. Yaani hakuna, yaani wewe hii mimba mimi sio kwangu na mimi sio mjinga eti mwanaume mjinga hapa kijijini nje kuonekana. Si mwiza. Umelia mimba sio kwako. Dada mtoto kazaliwa kaja kuchukuliwa na mwanaume mwingine. Mimi sitaki, ondoka. Toka. Pumbavu wewe. Mnasaidiwa kitu kidogo hapa mimba yako. Wewe kama mimba yako kwangu kwani umekaa naye kule? Wewe uko umekaa naye kule uchochoni. Pumbavu. Nani sikukute hapo?
Zawadi. 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 Zawadi, sina uwezo wa kuendelea kwenda, siwezi. Siwezi Zawadi, naona kama mwisho wangu umefika Zawadi. Zawadi. Naomba nisamehe. Nisamehe mke wangu. Nisamehe kwa makosa yangu yote Zawadi. Mwisho wangu naona umefika Zawadi, nisamehe mke wangu. Nisamehe. Nimekusamehe mke wangu. Nakupenda pia. Nakupenda Zawadi. Mungu watu wengi kutoka peponi. Hapana.